wewe inaonekana sio mtu mzuri kabisa. Afandazi, hebu nisikilize. Hebu tuliza hasira zako kwanza. Afande Sam, samani. Kuna kesi bado namalizia kuzisolve hapa. Kwa hiyo kwa sasa sina muda. Niko busy. Dada, habari yako? Safi. Shikamoo. Ujambo? Mimi sijambo. Hapa. Nzuri. Samahani bana. Naomba nikuulize dada yangu. Uliza. Maki bwana, kuna mtu alikuwa kanielekeza ni babu yangu. Anaitwa Mzee Zero. Nimeambiwa anaishi mtaa huu. Ila nimetokea huko nilipotoka. Nahisi hapa katikati nitakuwa nimejichanganya dada yangu. Sijui unaweza ukanielekeza? Kwa Mzee Zero umeona hapo anapocheza mpira? Pale. Ile fence ya kwanza ya pili ndio hapo kwa Mzee Zero. Aha. Basi sawa dada yangu, shukrani. Haya. Jamani, wewe Salma. Ni kitu gani unachoniletea hiki? Mama alikuwa anakuuzia nini? Akuuzia nini? Wewe ushalipiwa hapa kuelekeza watu. Ushalipiwa hapa ni kila mtu muelekeze ni mtaa na jinsi unavyoenda huko hivi na hivi kila mtu ushaelekeza hivyo. Alikuwa aniulizia pale kwa Mzee Zero. Mzee Zero kwa umeshapewa mamlaka, mtu akija hapa akiulizia basi unamuelekeza. Hebu wanipunguza pumbavu wako wewe. Bwana mnisikilize ujue. Nitakuna wewe. Na yeye ondoka, unaniangalia nini bwana wewe? Hebu toka. Toka hapo bwana wewe, usiniangalie. Na wewe ndani. Choma, toka hapa. Ingia ndani. Wewe, mbavu wewe. Wewe. Mume wangu. Mke wangu. Unajua wewe ni mwanaume ambaye najivunia wewe. Kweli mke wangu.
Yaani ni mwanaume ambaye nikiiona tabasamu yako navutiwa sana. Unajua mke wangu nini? Najivunia sana kuwa na wewe. Unikuwa mwanamke ambao unanitia moyo. Alafu shangazi zangu wapo Mwanza. Nahitaji Jumatatu tupande ndege tuende Mwanza. Unaonaje? Yaani nitafurahi sana. Na unajua nini? Nataka nikamuone samaki anayetoa maji mdomoni basi. Kweli? Sasa samaki hata kwenye simu yangu si yupo. Nakupenda. Wow. Marahaba, mjambo? Ndio. Afande. Naam. Nataka kuripoti kitu. Ndio. Jana alikuwa mama na baba. Baba alisema hivi, atamfanyia mama vitendo vibaya sana. Unaitwa nani? Naitwa Shafi. Unakaa wapi? Naishi mtaa hapo hivi bondeni. Okay. Sasa Shafi, wewe ulikuwa unataka tufanyeje? Nilikuwa nataka uende ukamkamate. Ukamkamate? Ndio. Basi sawa, twende. Naam. Vipi kuhusu mtoto? Tunakosa milioni 60 kwa sababu huyu mtoto. Hebu naomba unielewe. Mimi nitaka nikaongea na boss. Nafikiri atanielewa tu. Sawa, muda ni mali. Sawa, twende kaongea naye. Sawa. Mwanao huyu hapa. Sasa naomba unisikize kwa makini. Nimekuletea mwanao nikimaanisha kuwa leo ndio siku ya mwisho kuonana. Tafadhali nakuomba. Hizo kaka yako. Ndio mnaagana kabisa hivyo. Kaka usifanye hivyo. Maana mmeo amepuzia hiki kitu tulichomwambia. Milioni 60 ni pesa ndogo sana. Hivyo basi, leo kati yenu mmoja tunaenda kufanya tunavyofanyaga. Ni ishu ndogo tu. Kaka nakuomba tafadhali. Hizo kakako. Usizuru kaka. Nakuomba kaka, nakuomba tafadhali usifanye hivyo. Mr. Kimbunga, huwa sina makosa katika maamuzi yangu. Ni dakika 20 huwa natoa.
kikawaida yangu Mr. Kimbunga, dakika zimeisha. Mmeo asipokuja leo Kaka. Sihitaji kelele Mr. Kimbunga. Let's go. Master Igo. Naam. Nadhani maagizo yangu yameenda vizuri. Ndio, mtoto huyo hapo. Hivyo basi, siwezi kuvumilia pesa ikiendelea kusagaa nje. Boss. Niko na wazo moja. Kama mtanielewa nyote hapa. Kwa nini tusivute subira kidogo? Michael. Naam kiongozi. Hii iko sawa hii? Hapa hivyo kuchekecha hapa kiongozi, hakuna shida. Kama kijana una uhakika, unaweza kitu unachokisema, hakuna shida. Kiongozi tumwachie. Master Igo. Naam. Natoa dakika 10 tu. Davos awe ameshakamilisha mpango wake wa kuleta milioni 60. Tofauti na hapo, pango uko pale pale. Tutafanya leo tuhusu. Tunatakiwa uwe makini sana na kitu unachokifanya. Hiyo ndio. Sasa mkuu, nataka kutoka hapa mara moja, na vile nikifanya hapo nje, na ule muda si mrefu kiongozi. Kwa makini. Sawa kiongozi wangu. Usiende mbali. Sawa.